Trust is the foundation and loyalty is the glue. African mom. Yani akikutuma hizi bro. Akikutuma. Washeta. Lile la chimni lile. Ashauliwa. Yani kwa shatani inaanza huko kwa kupangusa. Mida ya saa 11 pale ndio mida yake ya kuanza kutengeza lights za usiku. Lakini mbona Mungu atupe the right person at the wrong time? Imagine usimu. By the way mimi sasa niko na shida na hapo. I don't know how to show it sometimes. Kaka G. Ko fresh. Niko burbur. Safi, niko poa mimi. Welcome back to Tukutane podcast. It is another week of podcasting. Leo tuna shoot episode nyingine. We are going to talk about something very sensitive. Okay, not so much sensitive, lakini very sensitive. About loyalty and trust. Ama the other way around, and vice versa. Trust and trust and loyalty. Yes. Yes. What comes to your mind ukisikia neno trust? Ukisikia neno trust. Trust ni uaminifu. Ama trust ni uaminifu. Trust ni nini Kiswahili mwana? Niambia wewe sasa. Trust ni nini? Nikikwambia I trust you. Kuamini. Trust me, niamini. Amini. Unaona? Alafu loyalty. Hivyo actually ni hivyo. Uaminifu. Na kuamini kitu. Okay. Mimi na kitu kinakuja kwa akili yangu ni kwamba okay, do you know that so many of us tulijua baiskeli kwa sababu mtu tulimwamini ametushikilia, alituachilia. Alafu kweli. Ni kweli kabisa. Lo baiskeli basi tulijua kwa sababu tulikuwa tumeshikiliwa na mtu tunaamini hata tuachilia akatuachilia. Na ndio tukajua baiskeli. Ungeangalia nyuma ukaona hayuko. Ungeanguka vibaya sana. Kuna hizi video za TikTok. Anapata mtu na mtoto wake wanacheza, familia inacheza. Like the father anaambia mtoto wake twende tukapige mama chumbani. Yeah. Alafu anaenda huko, baba anampiga, mtoto akimpiga mamake, baba anatoka kwanza anafungua mlango, mtoto anafilia, anamwacha hapo hadi adila. Yani pale mtoto anafilia, ile trust imekuwa broken vibaya sana. Anaweza ishi hata muamini kabisa mzazi wake. Amemsaliti. Sasa amemsaliti vibaya sana. That actually hiyo pia ni heartbreak nyingine noma sana. But tumeishi tukiamini wazazi sana. Tufanyeje basi? Unajua mtoto ni mtu anaamini mzazi vibaya sana. Hata huyo ndo amehusika kuleta duniani. Kila mtoto unamrusha juu. Lakini yeye kwa akili yake haoni kuwa hapa nikaanguka nitaumia vibaya sana. Anafurahia. Anajua, yani anacheka kabisa, unamrusha juu. Anajua kabisa kwamba mimi nikirudi chini hapa nitazuiwa. Sasa it's up to you, wewe mzazi sasa uhakikishe ile trust na pale yani mtoto akuamini 24/7. Si kama hii video hii unazaona iko funny, lakini hiyo ya mzazi kumfungia mlango. Unazaona iko funny lakini akili ya mtoto ina record. Ina record. Ndio maana wazazi wa kiume unaona tu mtoto anakuogopa tu, anakuona tu muhuni. Wallahi. Mimi aniogopi ndugu yangu. Si sawa basi. Si nimesema tu. So what loyalty na trust ni vitu viwili tofauti. Kwa loyal ni bro kizungu. I think to my understanding, I think kwa loyal ni ile kusema no matter what happens mimi niko. Mimi nimeshikilia kitu. Sitaenda njia nyingine. Mimi niko na wewe. Yani no matter what happens, yani hata ije garika, ije mvua, ije jua. No betrayal hapa. Kama vile wa Kristo wale ambao wanafaa wawe. Wanafaa kuwa loyal kwa Mungu yani. To an extent that mimi hata iwe shida vipi niko hapo stoki. Kwa loyal. Okay. Kuna mtu
Acha ni story. Iseme tu. Iseme tu. Inaingia kwa wengine. Iseme tu kuhusu loyalty. Kama inazungumzia loyalty, sema tu. So hapa nilisoma mahali inasema trust is the foundation and loyalty is the glue. Unaelewa? So trust ni kama your base chini, alafu loyalty ni ile ambayo inashikilia sasa vitu pamoja ndio visisambaratike. Alafu akaendelea akisema kwamba without trust relationships feel unsafe. Hawezi kwa relationship yote, not a must equal boy girl relationship, hata acha tuangalie friendship. Kama kuna trust hapo katikati. Do you have that one loyal friend when unajua huyu right to die? Yani huyu mwanangu huyu hata sasa tukasema wewe sasa uko kwa noma, unajua kabisa akipigiwa huyu kijana wangu haezi kabisa, atanikava tu. I have a few. You have a few. I have a few. Wenye najua tu hapo obviously hawezi choma. Ikiwa hivi hata naweza mpigia simu na nikaanza story na akaidakia akakuokoa. Anapiga simu nikaanza story, hai make sense, lakini anaitikia tu, ndo anachanganya mbele, najua labda kwa noma, ndio maana anaongea hivi. I have a few friends. Okay. So alafu inaendelea inasema without loyalty they don't last. Relationships feels unsafe kama hakuna trust. Alafu without loyalty haziwezi last. They now ni kama ni ukweli. Meaning okay. Uko na wale marafiki wenye you don't trust them, but uko nao tu, unaishi nao tu hivyo. Yeah. How pia nao niko nao a few. You don't trust them. I don't trust them at all. I just don't trust them yani with anything. Yani unajua huyu anytime anaweza flip tu, anytime anaweza choma. I don't trust them yani with anything. Uko naye kwa sababu tuseme yuko kwa sababu ako in my circle, ama yuko kwa sababu nimemjua kitambo. The acquaintances sasa wale ambao nawanisha, the people that you know but then they're not really your friends but you just know them. Just people you know. Niko nao kadhaa. Wengi. Niko nao wale wenye siwaamini, yani siwaamini. Siwezi hata nikasimama mahali nikasema mwambie ni mtu fulani. Unaniamini mimi? Nakuamini. Nakuamini. Okay. Mtu tumelala na yeye njaa, alafu asubuhi tunaamka like nothing happened last night. Na maisha yanaendelea, ni soft yani. Akambia jana kutokea chochote. Nikamwambia jana ni atakuja tokea kitu yani. Maisha hata unaanza stories zingine na maisha yanaendelea. Na maisha yanaendelea. Hivyo ndo nafai kuwe, lakini there are those friends wenye tusemeje, they are faking it ndo fit kwa circle yako. Wako wengi sana. Wako wengi. Kuna wale friends wenye ukiongea ushapata mtu ukiongea tu story yako wewe yoyote, atatafuta nyingine yani. Atatafuta yake yenye inafanana na yako. Yani akuonyeshe kuwa yani sijui kwa nini wanapenda kukompea shida. Wako. I really don't like them. Mimi nimelala njaa, nasema basi yako ni kidogo, hujasikia. Mimi minondari ya wari na sukari, naamba na mnyakuri anaino na mazi yake, unaelewa? Umulongo sama hata uchere kwenu lakini kama azazi machira wanasoma. Mimi mbona nitoka kwetu nisemeje? Juzi lugha wewe ngoje, wewe ukiwa nje tu huko, ikifika saa 4 unapigiwa simu. Unakuja saa ngapi? Fuku kile wari. Mimi kifunga mlango wangu ndio hivyo. Nikirudi sawa. Nisiporudi ufunguke mpaka wewe. Mpaka mimi nikufungue. Kuna mtu mwingine tena ni wewe tu. Yaani mlango ukilia ni wewe. Kwangu mimi ni uko mbali na hapa. Mlango wangu ufunguliwe mpaka mimi kweli. Yes. Jana nimeenda nikakuta hata kuna vumbi huko ndani. Basi wewe na wewe naona shimbali mwana. Na wiki 2 tu nimekuwa niko away. Mtu hapa kila wakati unapigiwa simu unachagua mboga. Yaani tu kumpika mabenda kwa unasema sili mimi. Unahangaisha mzazi anaenda kukutafutia kitu kingine.
Tunaongelea kustress. Sijui kwa nini nifika huko lakini tuache kukompea shida, tuache kukompea shida. Hausettle bila hata moja kwenu. Hakuna hata shilingi unatoa kwenu yani. Kuzwa unga. Mama tosha Jimmy, tosha mbona uko na hasira bro? Asina hasira. Okay. I've been living around people wenye wako hivyo sana. Trust wajua ilianza uko tukiwa wadogo. What is that things zenye ulikuwa unajua kabisa hizi mzazi akikutuma anakuamini. African mom, yani akikutuma hizi. Akikutuma. Washeta. Lile la chimni lile. Asha uliwa yani ile kwa shatani inaanza huko kwa kupangusa mida saa 11 pale ndio mida yake ya kuanza kutengeza lights za usiku. Sasa upewe chimni ile uisafishe paka uwashe irudi vizuri. Umeaminika. Kuna yale mataa mengine mlikuwa una pump yale. Ngao ya gasi ya. Hayo. Paka kile kidesign kile mlikuwa nayo, mlikuwa mabosi basi. Tulikuwa nayo. Mlikuwa vizuri, wala mnanyinyi. Mlikuwa rich kid. Wallahi. Kuna nyinyi. Maana kishoa. Maana brocha kwambia matani nilikuwa naona functions. Unajua functions una kahaja fulani au mtaani. Ndio unaona vitu kama hizo anakodishwa. Sasa hayo kulikuwa na hayo. Sasa unajua kwetu vile kuko. Kulikuwa na hayo mawili. Mlikuwa kishua bro. Yalikuwa kukodisha huko. Mawili. Alafu kila room kulikuwa kuna lile la chimney sasa. Ilikuwa na hayo hapo hayo. Na hayo hapo. Kulikuwa kishua bro. Kulikuwa kishua wala. Hiyo sasa mzazi alikuwa akikupatia jukumu la kufanya hiyo. Ikusafisha hizo taa. Wewe fresh. Nakuosha thermos. Wewe nakuosha thermos. Tamo sio ulikuwa ukivunja yani basi unaweza pigwa kibano tight. Tamos. Namkumbuka mada. Alafu yetu Tamos ni kampuni bro. Tamos ni kampuni. Yetu aje bro? Flask. Yetu Flask. Acha kurudisha mahali wewe. Acha kurudisha kwa story yangu. Sitaongelea leo. Acha niongelee. Yetu Tamos ni kampuni. Wala ite. Si kama Pampers si nini hiyo. Pampers ni kampuni. Yenyewe inaitwa diaper ile. Wallahi. Ati wallahi. Unajua ona. Ni kampuni leo sijui. Sasa unakuwa umetoa pikipiki Honda. Kila bike unaona ni Honda. Kuna Yamaha. Naro Honda ko. Ndio giria moja kuna Honda ni kweli. Honda ni kampuni. So unaona hapo kwa Flask kuna hii madangu nilikuwa nikiishi na mamangu. So alikuwa ndio Flask leo afala ivunja mwenye. Ushiye kwa ile feeling yako. Usiki yani hana mtu kulaumu. Wasema kipi? Wala ije kwa mambo alaumu tu lakini sasa akifanya kitu mwenyewe yani anaanza kuongea kumwambia wewe. Aliweka chai mwenyewe alafu aliweka kwa edge ya meza mwenyewe. Alafu anigonga mwenyewe. Inavunjika mwenyewe yani kila kitu anakifanya mwenyewe. Usiki yani. Anasinywa. Mtoto uko hapo at least au kuwekea lawama hawezi. Kitu atafanya na kwamba ita nyingine chai. Yeah, something ndo maana mazee. Kumbe Flask kweli Tamos ni kampuni. Ndo maana ni kampuni ndugu yangu. Kuna kampuni zingine ambazo zinatengeneza Flask. Sema tu tumesahau jina lakini Tamos ni kampuni. Mazee. Sio ungetuambia kitambo. Ni kama bado nilikupa mfano. Ni kama Always ni kampuni. Always ni kampuni. Zenyewe ni sanitary towels zile. Ni Always ni kampuni. Wallahi. Maana kuna Always, kuna Soft Care, kuna vitu zingine. Unajuaje hizi vitu mbona? Bro nimenunua niko na sister. Plus I've worked with a few people wenye wanafanya charity na hizo vitu. Okay. Ziko general knowledge, unafaa ujue hizi vitu bro. Nafaa nijue, ndio umenijulisha. Unafaa ujue. Unajua. Usione paketi ya Soft Care au kauna unashtuka, ni vitu vya kawaida. Nimeongea kitu hapa tukianza, nikakwambia tulijua baiskeli kwa sababu watu tulioamini walituachilia. Unaelewa? So ni kitu gani wewe unapata hapo?
ondoa hiyo beskeli sasa kuhusu trust hapo. I think if you are to trust someone, you need to trust them fully. Ukitrust mtu huo umeondoa ile shaka la kuwa ataniumiza ama atafanya kitu kinyume na what I believe in. Unaona? Kwa mfano sasa, kwa hiyo ya huyo wa baiskeli angeangalia nyuma, angeona trust yake imevunjika, lakini angeanguka, obviously angeanguka. Same applies to history ya Biblia ya mwamba Petro na Yesu. Alimwona mshikaji Yesu, alimwona Yesu nini wewe lugha mtaani bwana. Alimwona Yesu ako juu ya maji anatembea, akaambia fresh, kama ni wewe mimi niite nije huko. Petro alitembea kwa muda. Unasoma Biblia ipi kwani? Sina. Sasa akamwambia fresh, kama vipi? Njoo. So ni nini kilifanya Petro azame? Alianza kudoubt. Alianza kuangalia nyuma tena. Okay. Nakuta alianza kuangalia nyuma kama vipi? Zapiga kwa hatua. Ndo hapo sasa alianza kudoubt, ile trust ikaondoka. Yale pale alikuwa anamwangalia Yesu, alafu akaondoa macho yake pale. Kuamini ni kugumu bro. Akakosa kuamini, ndo akaanza kuzama. Kuamini ni kugumu bro. Kuamini vitu vingine ni kugumu. Kuamini si rahisi. Maana fikiria tayari hii incidence ya watu walikuwa wanaumwa na nyoka. Nyoka wakanyosha ni Musa, wakanitengeneza nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba ni Musa. So hao watu ilikuwa, it was a simple task. Angalia pale waamini na upone. Lakini ilikuwa ngumu ajabu. It might seem to be so simple mbele ya macho yako, lakini sasa wewe fikiria wewe saa hizi vile unavyogopa Kadalu. Jana kwangu kwa main gate pale, kwa ile main door, ulipita kasnero ka green kadogo tu. Mimi nilisoma kule mashako. Sikuingia hata. Ulikoje ingia? Uko hapo nje. Tuko pale nje na washikaji tumekaa. Alafu mmoja ndo kakao na yani kama ndo sasa kanaingia na hiyo main anataka kuingia huko ndani. Anataka kuingia huko ndani huko sasa. Washikaji wakakafuata wakakao. Uzile wakakao na sasa. So wakaenda kaua hao. Lakini amsoshwa huko husika katika mauaji. Kwanza nilisoma huko, nilisongea mbele kule barabarani kidogo. Mauaji huko husika. Hata wakufa yao. Ukufomo ganaye. Tawakufa simwenzi. Mimi kwa familia eti atokee. Chukue Hadija. Mimi kwa familia eti atokee. Na eti mwanaume ndo anawanyoka. You are the man of the house. Yes. Wao ni kutafatu. Acha sijipe jina hilo lita trend. Wewe usikuita Hadija. Ni ngumu tu, yani vile unavyofikiria. Ndio ameambiwa angalia yule wa shaba pale, amini utapona tu. Lakini sasa ukicheki hapa nyuma kuna green mamba hapo. Na likobra tu hapo, hata limekunulia kichwa linataka kugonga tu hapo. Ni ngumu sana yani. Okay. Na malozi tishe, lakini kulala kule hapo. Ndio maana wengine kibato. Akidedi. Kulola tu harau kale. Vyashinda mbangine. Manze. So trust is built slowly. Kufanya mtu again trust yako ngumu. Yani overnight hiyo. It's not something overnight, hapana. Ama eti niamini. Tayari sasa afuanza kuamini si overnight ile. Hasa ukiivunja. Alafu sasa the worst thing sasa inakuwa broken very quickly. One slight mistake yani inaweza fanya trust ya mtu. Mazee acha nilikuwa concentration ya uongo, ilikuwa ni story ya uongo, lakini nikavunja trust ya mtu vibaya sana. Nateseka sasa. Pole milioni. He was a good friend. Pole. Ukivunja trust ya mtu ina feel like betrayal.
Kwa mfano mimi nimekutrust na jambo langu, yani nimekutrust kabisa na jambo langu, nimekuambia kitu kabisa changu yani cha ndani yani, alafu dakika mtu mwingine na siambire mtu mwingine ndani uache. Lakini shida mkono ambira mtu mwingine, lakini usasahau. Kuna gari mwingine, kuna ile vile waweza mwambia watu wawili, lakini ukacheki kabisa. Yaani unaona saiji mnaweza ambia kitu mimi ukaambia hizo. Lakini kitu kaliki ukasema haizi kwa ni huyu. Ama haizi kwa ni hizo. Huyu lazima ni hali huyu. Kuna kale kama mtu taru na kamini hapo kanaweza ongea. Neno kuna situation ya kwa kabisa anaweza ongea. Sasa mimi ndo hapo nakwambia trust yangu ilienda hivyo kwa sababu hakuna mbia mimi pekee. Sasa yeye kwa akili yake anafikiria tu ni mimi ndo naweza fanya hiyo kitu. Yes, sasa aliambia mtu mwingine pia lakini anafikiria yule mtu mwingine yuko karibu sana. Mtu mwingine ni boyfriend. Naelewa. Mimi ni jamaa kaka. Ina ndio shida ya mapenzi. Unaweza amini mtu excess na kumbe unaamini the wrong person. The wrong person. So zingilia mambo ya watu wawili. The wrong person. Speaking of the wrong person. Sawa, tuangalia siku nyingine. Lakini mbona Mungu atupe the right person at the wrong time? Imagine si Mungu. Imagine si Mungu. Si Mungu. Nani huyo? Mungu hawezi kupatia the right thing at the wrong time. Yeye saito. God hawezi kupatia something that you need at the wrong time. Wallahi. Hawezi. Kabisa? Hawezi. Haizi kupa your partner kabisa, unaona huyu mtu anakaa the right person alafu at the wrong time. Hawezi. Okay. Hawezi. Okay. So swali la kizuishi kidogo. So umepata the right person? Sijui. Kwa nini hujui kaka? Sijui, I was still praying about it. Sijui. I thought you are planning to get married very soon. Yeah, mwakani Tuesday fulani. We are ready for Tuesday, fanya hivi. Yes. We are ready for Tuesday. Sema we are ready for Tuesday. We are ready for Tuesday. Nitakutoa shati hapo. We are ready for Tuesday. Na wa Jumanne fulani. Jumanne fulani, mwaka gani? Mwakani. April lakini. Mwakani, April Jumanne. Okay. Sasa angalia hizo tarehe za Jumanne zote. Nione ni gani hiyo iko tarehe 27. Uone ni gani iko tarehe 27. Sio. Sasa nishakwambia. Mke anaweza badilika. Kwa hivyo mke ndo date ipo. Mke ndo hatujui. Masaa yapo ni saa 9, kuanzia saa 9. Mke ndo hatujui. Okay. Masaa yapo date. Wewe sasa kuna trust yenye ulivunja mahali na sasa una trust kuibuild. Una try kuibuild tena. Wala hao unafikiria sana? Najaribu kufikiria incidents zenye zimetokea huko nyuma. Ipo. Though si make effort kuibuild. Si muhimu. Basi. Lakini trust ilikuwa ipo, yani ipo. Si poa kama ilikuwa. Si muhimu, si kweli si muhimu kuninio. Alisha move on na mimi nimesha move on na maisha. Kuna umuhimu hapo wa kurebuild. Wewe amua kuniamini fresh, usiponiamini ukiona mimi bado ni yule poa. Fresh. Maisha yanaendelea bana. Okay. Maisha na mafupi bro. Unaambiwa sometimes you have to unafaa kuondoa feelings. Hapa sometimes ondoa feelings sana maisha yaende bila kukare anything. We deal with facts, not feelings. It has been a problem to some of my relationships though. Your relationships, some of how many are there? Yeah, friends, my friends, my family. Okay. Uko nafikiria ni relationships ziko nyingi mazee. Ships ni sawa. Relationship inajulikana tu, relationship ni wengi wanakuja na feelings. Okay. Na emotions yani. Sasa wakati huo mimi niko kwa state ya kuwa I don't deal with emotions, I deal with facts. I am more logical than emotional. Okay. No. Sasa unakuja uko emotional. Nakwambia kitu tunafaa kufanya. Wewe unataka nifanye kitu out of kuwa nimeona
na nimejisikia nikufanyie hiki. Unaelewa point? Sija kuelewa. Si kwa mfano I care about you. So you care about me. Kwa mfano and you do. Of course you do. Kwa mfano sasa I care about you, alafu I don't show it. Okay. It doesn't necessarily mean that I don't care about you. Correct. Kwa mfano I love you and I don't show it. It doesn't mean I don't. It doesn't necessarily mean I don't. That's correct. Very correct. Sasa this other party here anataka nimuonyeshe I care about you. Ni go an extra mile. By the way mimi sasa niko na shida na hapo. I don't know how to show it sometimes. Okay, you should know how to show it. Sisi siku zote unafaa hivyo. Yeah, najua but sometimes wasijui na kuna pahali tu unafika I don't know how to show it. Yani sijui hapa nionyeshe vipi ndo mtu. Unajua kuna venye unaweza dhani wewe you are very correct. Yani unafanya kitu ukadhani hii inafaa imaanishe kuwa na care bwana. Lakini kwake yeye haioni kabisa. Kuna zile vitu ana expect tufanye. Okay. Sasa ni hizo expectations. Kuna zile vitu ana expect tufanye. Kwa mfano kama unavuka barabara umshike mkono. Kwa relationship za mke na mume hizo sasa. Kwa mfano kama mnapanda gari umpishe aingie kwa gari kwanza. Hamna gari yenu hapo. So that's like that's being a gentleman. So sometimes being a gentleman simba. I guess sometimes you mnyamaza ama mtoke nje nyoto wili. Oe, tukutuku ina malali iko sawa. Kwa mfano your mind is occupied na vitu zingine nyingi tu yani. Yani uko occupied na vitu ambavyo ni muhimu yani. Alafu uko hapo umekaa tu yani unangoja gesture mimi nifanye ya kuonyesha kwamba I care about you. Na kuna vitu vingi vya kufanya. Sasa yani uko hapo umejinunia mimi sijui. Ona. Una expect nijue umenuna kwa sababu. Sasa na expect yani una expect sasa ujue. Akili yako inafikiria vitu vingine kabisa. Una expect yani nijue basi mazee hapa nimefumble hapa nimechoma nafaa kufanya 1 2 3 4. Sivyo hiyo time mimi I'm not so emotional. I'm not dealing with emotions. Jimmy, why you always speaking like ni kitu ina happen kwa maisha yako? Hai happen. Hapana, yani always yani unaongea ni ya kuwa hii kitu inafanyika. Experience is the best teacher my brother. Okay. Nimeona mara kadhaa. Yes, umeona ama imefanyika? Nimeona kwa wengine. Yani mpaka wengine gani hao ambao karibu nao mpaka unaona vitu kama hizo? Wengi I pay attention bro. Okay. I pay attention. Okay. I'm so keen in everything that goes around. Okay. I pay attention. Naona. Na hiyo kitu ya kupay attention inahitajika sana kwenye huko. Sasa hiyo nayo pia inakuwa shida sometimes. Sometimes you pay attention to something that haifai upay attention kwa hiyo. Alafu sasa inakuwa matatizo pale mbele. Okay. Sasa kwa hata umetulia tu yani alafu partner anaje kuulize. Leo ulikuwa maana nimevaa nini? Wewe unajua tayari simi kwa mfano sasa nimeona umevaa sweatpants na shati la jungle green. Sasa anataka details. Naweza kwa amevaa shati ya jungle green lakini kwa iko na kaua hapa ama iko na mahali. Unapitia hiyo? Unapitia hiyo? Sipitii hiyo. I pay attention to other relationships zingine nazisoma we were talking about trust. Let's go to the next point. Bro, you are not paying attention to other relationships. That's something I feel. You are paying attention in your relationships. Loyalty is proven in difficult times. Okay. Ile wakati wa magumu ndio. Lakini anyone can stay wakati vitu ziko sawa. Lakini it takes that one person to stay wakati vitu sina. Showing up. Lakini sometimes baze watu they expect us to show up ama to show loyalty, to show trust. Time hiyo ya magumu nini shida unapitia. Naweza kuwa pia mtu mwingine pia anapitia the same one. Na nikisema expect us to be loyal nini kila. Na nikisema hiyo loyalty inakuwa required wakati wa magumu. Si lazima pia by the way. Si lazima unapitia magumu mimi hapo. Maana watu sasa wamekuwa ile ya kuwa ni yani mtu hawakunifanyia kitu fulani wakati nikiwa hivyo hawakufanya hivyo, but hujui pia mtu huo wakati wewe uko hivyo yeye alikuwa kwa state gani. Mtu kusimama na wewe kwa wakati wako magumu
si haki yako. Si haki yako kabisa mtu asimame na wewe wakati wa magumu. Kweli. Okay, ni sawa, inatia moyo mtu aje simame na wewe wakati wa shida zako ngumu, lakini si haki yako hata. Ufai kulaumu yani. Ufai kulaumu yani. Dunia kuna vitu vingi ambazo vinaendelea sasa hivi. Maana unaweza kuwa unapitia wakati mgumu. Na mimi niko na langu janga zito. Nilificha tu ndo nije kuangalia, lakini si haki yako kabisa yani. Kabisa. Eti basi paka unakasirikia watu una detach kwa sababu kwa sababu hawakuja kuangalia ulipokuwa unaumwa na ini lako. Ini umekufa. Tulikuwa kwa hizo wakati unakunywa pombe zako. Kwani bro, ini inasababishwa na pombe peke yake. Mostly hiyo liver sana ni pombe nyingi. Unachoma kila siku, unachoma ini lako na mapombe tu. Ni pombe lakini maini yana nini? So all in all I'm trying to say that ni sawa watu waje kuone wakati wa magumu wawe pamoja na wewe, lakini usifanye kama it's your right. It's not your right. Kila mmoja kuna these tough times. Kila mmoja kuna tough times. Japokuwa yafanani, wale wakishua kuna tough times zao za kishua ambao si zako wewe, ambao unajiuliza unakula nini. Kwa hiyo tatizo si kula, anasumbua kitu kingine kikubwa ni ambacho ukipo wewe una dietary asubuhi. Wewe tatizo ni kula na tatizo ni kula, unaona. Nielewa. Yana hizo shida hizo. So it's not your right kabisa. Una kitu utakusema. By the way, acha nisome. Nasemaje hii? Nasemaje? Trust is not a switch. Yenye unaweza enda turn off, turn on, turn off. Hivyo sasa ndo I was trying to tell you that. Usiweze kuambia trust me alafu tayari ndio ishape tayari ushaanza kuniamini. Hapana. Ni nikambe ukapige taa. It's not a switch. It needs time. It's a seed. Hapa anasema it's a seed you plant. And someone better be ready to water it. Sasa hapo huyo mwingine akutrust ni yeye sasa ameamua kuimwagilia maji. Uipande hiyo trust ionekane kabisa kwa hii trust umeipanda. Na yule kwa ako ready sasa acha tuimwagilie maji. Sasa ndio inakuwa sasa ndio pale mnaaminiana pressure. Lakini ati ukalambeni kataa ukakaende taa. Sasa hivyo. Ni amke asubuhi I trust you. Kuamini vibaya. We need to let it grow. Tuhakikisha imekuwa paka tufikie point yani hata Mungu mwenyewe ukiokoka leo hawezi kuamini na vitu vikubwa. Lazima akuone vile umegrow na wokovu wako paka nifikie point kwamba anaweza kuamini na madogo. Kwa hivyo kumaanisha Mungu anaweza kawia kukubariki kwa sababu hakuamini vitu vingi. Mungu anafaa kukuamini by the way. Okay. Kama hakuamini, unaweza kuwa umekoka ndio, lakini Mungu hakuamini. Hakuamini na gari kabisa. Hakuamini tu yani sheki huyu kijana nikimpa Audi sahi. Ashaniacha. Ashaniacha. Wallahi kwa hivyo kuna vitu vingine kwa maisha tunavikosa kwa sababu hatujaaminiwa na Mungu. Hatujaaminiwa na Mungu. Ndio maana mbona akaimba kuaminiwa na Mungu ni kuna vitu zingine ni jambo moja, alisema ni jambo moja kuamini Mungu, lakini ni kitu kingine Mungu kukuamini mpaka akupe. There was this one pastor alikuwa anahubiri akasema hata nimesahau. Ilikuwa ni hapo kwa kutrust hapo. Imetoka tu, lakini Mungu it takes time Mungu kuamini. Hata majaribu mengine Mungu anatupa kwa sababu anatuamini. Anajua utashinda. Utatoka hapo. Unaona for instance Job. Ayubu kwa Biblia. Yale ya Job mwanangu yule mwamba yule. Sasa Mungu alimwamini. Hebu fikiria conversation ya Job ya God na shetani. Wale ndo anaongea kwa ndo acha ndo sasa wanapiga lenzi hivi hapa. Nenda huko duniani. Chenye unakwambia tu usiguse roho yake. Nenda. Sasa imagine sasa Mungu alikuwa amemwamini kiasi gani huyo Job. Alikuwa anajua tu yani hata ukaenda mfanyaje
hapo kwa vidonda tosha tu, lakini ku lose everything. Hata kumfanyaje huyo hata nikana. Imagine sasa Mungu akuamini that extent. Ni kitu kingine bro, Mungu kukuamini. Unajua sote tunaamini Mungu kabisa. Watu wengi tunaamini Mungu, lakini sasa yeye kukuamini wewe. Hilo ni jambo lingine. Biblia inasema Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Mtafuteni. Mungu akosema ombeni nanyi mtangoja, ama ombeni nanyi sitawapa. Ni ombeni nanyi mtapewa. Okay, ni kweli. So wewe kupewa ni Mungu amekuamini ndo akupe. Maana kila unachoomba Mungu anakupitisha. I saw someone saying that Mungu aliuliza Mungu ako na majibu mangapi ukiomba? Watu wakaanza kusema 2, either ama hapana. Watu wakasema 3, sijui nini, ngoja, hapana ama yes. Yeye akasema Mungu ako na jibu moja tu, ndio. Hivyo jibu lake tu ni kwa sababu Biblia ndio inasema hivyo, tuombeeni nanyi mtapewa. Yani kwa hivyo ni kukawia tu, lakini jibu lake ni moja tu. Sasa wewe ukiomba saizi, hebu imagine saizi unamwambia saizi vile huko. Unamwambia Mungu tu aku entrust na tuseme aku entrust na tuseme hiki wa ndani yote tu, yani iwe yako. Iwe yako tu, yani akubariki tu, yani aku entrust ni ikiwa ndani yote iwe yako. Unaweza jisahau kwa sana. Iwe yangu mimi ndo naiongoza ama yako, yani ni miliki yako, ndo miliki yako, yani viwanja vyako, ploti zako, magari. Au sio? Wamwacha. Telaperi hiyo sasa nishapata. Unaona sasa. Sina muda. Maana wala check also you own this whole place. Obviously hapa ni vitu, ni biashara ziko hapo sasa. Ni vitu uko nazo zenye ni ziraa. Unasahau hapo tayari, unasahau kusoma Biblia. Kama ni church una change dari church. Unataka kwenda kanisa la kishwashua tayari. Unaona kanisa lako ambalo ulikuwa unaenda hawana Mungu tayari. Kwa sababu nashika hapa wanaenda hapa watu wanatoa 1,000. Nataka pale yenye tukiamua sote milioni. Unaona sasa. Kumbe Mungu sasa amekupatia, amekuentrust na hiyo, ndio ukaya hapo kanisani upainue. Lakini haikucheki akamba hichi kijamaa hichi. Waenda Nairobi. Ndio maana mwingine anasema Mungu nipatie kama ile na kuahidi sitabebea wasichana. Anajua utabebea, ndio maana akupi. Anajua kabisa wewe utabebea wasichana, ndio maana hakupi sahihi. Anakishaki kabisa nikupe dude kubwa lile Range Rover lile sport lile dude lile. Kijana mdogo wa miaka 26, miaka 27, miaka 28. So it's so easy for us humans to trust God. Lakini kibarua God hakutrust. Mazele unaitafuta sana hiyo. Unaona hiyo? Unakaa uitafute sana. Maombi yani maombi kabisa, yani niwe kama Bwana. Mwenye unapofunga, unafunga unakaa masaa 2, unakimbia mahali unaenda kukula, unarudi unajiunga na wapendwa. Unasema tuko pamoja. Tena bado unataka Mungu akuamini. Anakuamini vipi? Fungu la 10 unakwala. Vipi anakuamini? Anakuamini vipi? Hawezi kuamini bro. Maana kama hizo zake tu, yani unamrambia. Maana cheki. Kwa mfano una receive a salary of 10k, kumaanisha yake si 1k. Asa 1k wewe asa akikupa 10 million. Kumaanisha yake unaweza toa milioni hapo. Unaona sasa. Unaweza toa milioni hapo. Nyingi sana ukicheki hivi, milioni nzima. Sasa kama amekuentrust na hiyo shilingi 10,000 tu. Maana unaona tenga nzima. Maana hapo milioni nzima. Alafu ndio ukicheki kumaanisha ende chachi pale. Lakini wewe angalia unabaki na 9. Huo nizo, yani wewe wapange ile moja ambao umepeana. Unasema ile moja ningefanyia 1 2 3 4. Umesahau na hizi 9 unaona. Ndio maana mshahara ukai. Nashangaa tu, yani ghafla tayari vitu vimeshaisha tayari. Mungu atuamini kweli. Tuombe Mungu atuamini. Unafaa. Trust requires transparency. Lazima uwe transparent, lakini si kusema eti kwa sababu it requires transparency basi you go out there say everything about yourself. Hapana, kuna zile vitu, kuna zile za ndani share wangu. Ziko. Kuna zile zako za ndani zile. Kuna za ndani share. Ziache, yani ziweke ni zako zile, lakini ati kwa hivyo ati transparency basi mtu unamwamini ndio mwambie kila kitu. Hapana. Wanadamu hawako 100%. Cheki, muamini Sagodi, mwambie zote kila kitu, mwambie kila kitu yeye. Muamini Mungu. Acha nikwambie, mwanzo mjue Mungu. Ona.
Unaambia hakuna kati ya wewe hapana Mungu hapa katikati, kusije kitu kingine. Kati ya wewe na Mungu hapa katikati kusaidiwa na mtu, si mke wako, si mtoto wako, si mjomba wako, si ndugu yako, kati ya wewe na Mungu. Relationship yako wewe na Mungu ni wewe na Mungu tayari. Yaani kusiwe na mtu, kusiwe na mediator hapa katikati, mtu atakuharibia relationship. Nakusoma. Sasa hapo kwa ati sijui na kuamini baby sijui nini, acha nikwambie kila kitu. Alafu mkiachana kesho yake ashabianika mitandaoni. Mwanzo hizo ndoa hizo. Kwanza madhaifu yako mengi, kama kuna madhaifu mengi yani usiambiane huko. Don't go telling everyone kuhusu madhaifu yako. Mazem watu hata ukamdanganya. Ushedanganya mtu kuhusu wewe mwenyewe. Alafu anaenda anasema huko nje. Hapo anaenda anatangaza sasa. Anatangaza huko. Fulani yuko hivi na hivi. Na wewe unajua kabisa likidanganya. Asa habari inaenea huko kwa ndio uongo yani. Huwezi change. Huwezi change yani bro. Huwezi change na inaendelea. Maana huyu akiambia mtu mmoja na afa aseme usiambie mtu mwingine, na mwingine usiambie mtu. No maana I have a brother ule first born Amos usianze na statement ya kwa anakuambia hichi kitu na usiniambie. Ukianza na statement anakuambia anya mala. Usiniambie. Yaani usianze na statement ya kwa anakuambia lakini usiambie mtu. Usiambie mtu. Kana nayo Anamwambia baba. Maana sasa hii mtu amekwambia usiambie mtu. Sasa mimi nami naambia nisiambie mtu. Mimi nami wajuaje niko na mtu mwenye naamini nitamwambia usiambie mtu. Huyo naye mtu anaamini atamwambia usiambie mtu. Hivyo inaenda tu, kila mtu akona mtu, usiambie mtu mwingine, kila mtu. Hapo chain inaenda tu hivyo. Sasa hapo usiambie mtu. Kama ni party nzima. Paka inafika usiambie mtu. Kwa kadada fulani, keusi fulani hivi, mdomo mrefu. Kakuvaa miwani. Mbona unafanya tu ni kama tuongelea mtu bwana. Kafupi bladi. Unajua wadaku wengi wanavaa miwani. Ni wafupi weusi wanavaa miwani. I have friends wenye ni wafupi bro. Na si wanene. Ona. Kila siku nakwambia. Hapo kwa usiambiane, usiamini sana partner yako sana kuambiana everything. Mostly kama mna date tu. Maana this ladies makona visako vyao hivi. Wanaambiana huko. Hata mnaweza kuwa bado mna date, tena kuna vitu taarifa na. Sasa hapo kwa hiyo circle ataambia mmoja tu. Umwambia ndo fulani uko na hivi na hivi lakini usiambie mtu. Huyo, unajua sasa circle huyo naye mwenye amemwambia uko na mtu mwingine mwenye anamwamini kushinda huyo. Sasa circle kote katajua. Na unajua habari yako si shaenda. Ukiona kasakoli kama dada kama 10 hivi 9 hati ni kasakoli hivi. Hapo kuna ama 5, hapo kuna wawili ni mabest. Hapo kuna mmoja akiondoka kwa hiyo sako. Atasengenywa na ambao wamebaki wote. Ondoka usengenywe bro. Hiyo ndio habari ya mjini, ondoka usengenywe. Usiambiane. JK vitu zako. Hata kama transparency inahitajika ndio mtu wa kutrust. To be loyal is a choice. Si feeling eti leo basi leo najisikia ni kuelewa. Najisikia kuelewa. Leo acha leo niamini. Leo acha. Leo kijana. So ujinga. Being loyal needs intentionality. Yani ufanye uko intentional yani. Ufanye kwa makusudi yani. Makusudi umeaminisha. Exactly. Aminisha kwa moyo mkunjufu. Mimi niko loyal to this person na ndio hivyo. Yes, si asubuhi umeamka unasema na loyalty yangu naonyesha kwa njia hii na hii njia hii lazima utaiona. Si asubuhi naamka unajisikia tu leo mimi leo namchomea kila mahali. Huyo si nikoroga. Mtu fulani anambia unajua kwa loyal kwa mtu ni ile kwa Jimmy haupo hapa kwa hiyo room. Lakini hapa kubabu kitu cha kwa sasa hauko, lakini naweza mtu aniulize kuhusu naweza safisha njia.
Ama uko mahali usikie wanaongea kuhusu na wapinge vibaya, anawaambia msifanye hivyo. Afanye hivyo kijana. Hapana, sijemona. Hivyo unafaa. Si eti ameondoka ndo wewe pia unajiunga na wapendwa. Basi ana kipi yule, ana kipi ya yule. Nikasikira nini? Nakukata. Mimi nakupunguza yani bro, yani faster sana. Sijui kwa nini yani mimi sichelewi kabisa yani kukupunguza. Sichelewi mzee. Nilisema nampunguza. Yani mimi sichelewi kabisa kupunguza mtu yani. Sijui kwa nini. Mungu anipare roho nyingine hivi yani. La kupunguza. Kwa unaona ni roho mbaya ama? Yani sikawi kabisa yani. Lakini si kama mtu hamako kufaidishi si nini? Kwa nini mbona uwe na mtu wa kufaidishi? Yana kupunguza next and hata salamu sikupi. Au sio? Yaani hata nikikuona yani nasikia nimeona ushaipita ukasikia harufu ya kinyesi wewe. Ama mle mzoga ambao tunapita pale. Jim. Ni binadamu wewe mwenzako. Ushaipita ukasikia harufu ya mzoga ule. Sasa amededi siku 3. Sasa mmeona mtu mwenye akona roho mbaya kunishinda. Afu watu huko wanasema na kagunuru. Kumbe kuna sura mnaziona ziko vizuri. Mimi sina roho mbaya, lakini kama sina biashara na wewe, sina biashara na wewe tena. Yaani you know just a stranger, sikujui vibaya sana yani. Hata kama tulikuwa marafiki vipi. Salamu mpi kabisa. Nikupe za kunirudishana nini? Nakadishana nini salamu? Nimekusalimia, hujambo, sijambo, nichaje na gorofa. Be a good boy. Nimenunua gari hapa. Be a good boy. Kama that is what it takes to be a good boy, then I will not be a. So it's good to cut off people. Not just cutting them off, completely cutting them off. Yani hata naweza hama huo mtaani. Sitaki hata kukuona. Wewe si utaki kuhama, nitahama mimi. You are good as dead kwangu sasa. Wamemtaa kabisa, wamemtaa kwa sababu yake. That was. Kani tunaishi kule chini kule, utoke kule chini kabisa. Kabisa yani. Uende zako mkoroshoni. Kabisa yani. Yaani unaona sasa wewe shida yako, wajua wewe ni kama umekati mtu off, but ukimuona unapata shida ya kuwa msalimia ama nisimsalimia. Sasa mbona wamemtaa? Sipati shida. Maana mimi acha nikwambie, mimi nikisema noma niwe hapa uwe hapa, noma niendelee. Sipati shida. Kuna wale ambao ni wakati of tayari, wanaangalia na hao wanapata tabu vibaya sana. Wanapata tabu vibaya sana. Anahangaika huku na huku, mara ashachange njia, mara amejiziba uso, mara ya nini? Usifanyie hivyo binadamu wenzako. Nakusihi kwa huruma za Mwenyezi Mungu Baba. Yeye aliponifanyia kwani alikuwa analisihiwa na nani yeye? So ulikati mtu after disrespect. Hiyo na ukin disrespect. Bro umeenda. Umeenda. Yaani basi umeni disrespect yani. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wanaamini kabisa fresh, wanakuamini vizuri, lakini alipoleta disrespect yani nikiona tu yani disrespect kidogo tu, nikiona tu yani kinukia tu kidogo tu shwa nimeenda bro, nimekanyaga kubwa Jerwe sitaki mbwakini Yogo timati spendi tu. Kuna nyingine napenda sana, trust needs consistency. Wewe nao ni ngumu bro. Hiyo consistency ni ngumu kila mahali. Maneno peke yake haiwezi build trust. Consistency. Trust needs actions, yani actions. Consistency. Yani kila siku ukiamka, asubuhi, mchana, jioni unaionyesha. Not mere promises, hapana. We need patterns. We need that pattern. Tuone hapa umefanya 1 2 3 nikakuamini, umefanya kitu kingine na kuamini umefanya kitu kingine. We need that pattern. Okay. Not just mere words eti mimi fresh mazee na kuamini nitakufanyia 1 2 3, lakini mwisho wa siku ilikuwa story za ajabu akuta. So trust needs consistency. It needs to show patterns, not just mere promises and words to happen pale. Kuna facts. Usinidanganye yani, alafu nije nigundue nidanganye. Hakuna kitu kibaya yani, sasa unaongea afu najua ukweli hivi mtaani.
Na kuona mpuzi. Yanakuwa na fala mwingine. Kama unanipanga alafu najua chenye unajua kinyo. Yanakuwa huna akili vibaya sana. Basi ni wengi hao. Hakuna kabisa yani akili yako wewe basi. Ni wengi. Huitumii vizuri kabisa. Ni ndani ya sana. Yaani mtu yana maana kabisa yani unanipanga yani Nianji. Linda uaminifu, don't break it. Don't break it. Don't break trust. It takes a lot of time to build it. Mazao kivunja kurudi tena sasa paka hapo sasa uipande tena. Sasa kuipanda sasa. Wewe umeipanda lakini huyo mtu mwenye sasa umeipanda kwa ajili yake ni awe sasa yuko ready. Aimwagilie maji pia ndio igrow tena. Lakini kama yuko ready, undailaya na nenda kwenda na pepe. Nani anakupigia kila wakati? Baraka. Loyalty strengthens identity. Unaona vile uko yani mtu watu wanajua tu mazee. Harry is one loyal guy. This one is just one loyal guy yani. Watu wanakujua tu wakikuwa na hivyo wanajua tu kwa vyovyote vile yani Harry ako loyal. Umejibrand hivyo, identity yako imeenda hivyo kwa watu wengine. Yeah. Lakini si ambayo usimwambie. Usijaribu. Umwambia nani wewe? Unajua hata watu kama hao ukienda jiintroduce useme huyo mtu fulani ni rafiki yangu. Hata wewe tayari hawakuamini. Maana wanajua hivyo. Wewe pia utachoma vibaya. Hata wakikuona naye kuna vinye tayari amekuona naye ambaye una brana yuna mama yangu Birds of the same feathers flock together. In Kiingereza hicho. Hata kama hauko hivyo. Hata kama hauko hivyo lakini sasa show me your friends. Society iko hivyo lakini society iko hivyo. But tuko binadamu tofauti bro. Ndio sikahala. Tuko tofauti. It's okay we are friends but si kila kitu tunafanya. But imagine the world judges that way. The world iko hivyo but haimaanishi mimi ati niko na rafiki hapa nafanya kitu fulani lazima nifanye. Show me your friends and I show you who you are. Maana acha nikwambie wajua Jimmy. Wajua unaweza kuwa mshikaji wangu lakini unajua kuna vitu unavifanya mimi sijui. Na watu wengine kwa sababu wanajua so they think that mimi niko kama wewe. But mimi sijui. Yaani ni rafiki yako. Yaani mko mabeshi alafu kuna vitu anafanya wewe hujui. Bro, wewe si rafiki yako. That is just one random guy mwenye unajua. Wewe unajua kila kitu cha anafanya. A good percentage lakini. A good percentage najua na tena kenye unafanya ni tuseme at some point ni kile ambacho mimi pia nafanya. No. Ni tumetofautiana kama na 20%. Na kama 20% hivi maana umangari mbana mimi mwabaya na kwa unaona kwenu. No. Ni ujeri. Ni ujeri, unaelewa. Hapo yani ni kitu kidogo sana. Kama unavyojua tu wewe si mlevi, hupigi mihadarati, wewe unajua the same applies to me. Mimi sipigi mihadarati, niko kama kawaida. Tunaonana. But sasa shida. Jana nikijolewa kule. Kambia Jimmy kule. Asoga ngoni matune gaga. Anaamba mbona unafuha wewe? Maana wewe bila Jimmy ni mbona kweli kabisa. Nimwambia wanaba wala Jimmy. Nakala nini? Wala Jimmy. Mama yani ametupaint star yani hivyo ametupaint hivyo anasema ni wala Jimmy mbona alivua ni kama tunakunikega wali kama sirimanya mino riro hareye tabidi mama ni usizizi masoba tu ni usizizi tabidi nikamhubirie naambia Yesu anakupenda njoo jinsi ulivyo mjue Mungu tabidi yule mjue Mungu tabidi ni mhubiri mjue Mungu tu vitu vingine vitakuwa havina maana kwa maisha. As we go loyalty na trust goes both ways.
Okay. Niamini ni kuamini. Hivyo. Si eti mbio mimi ndo nakuamini 247 lakini wewe huniamini. Agenda visual. Sasa tuna mapenzi. Kama ni wewe mmoja tu kwani ilikuwa lazima uniseme mapenzi? Si ni mfano tu. Kama mapenzi ya Chelsea. Haikuwa lazima tu useme Chelsea. Mpira unauma bro. Achana na. Ona vile mimi niko mpole leo hivi. Mpira unauma, achana nayo story. Nijipiga kifua hapo ina hii anapo. Tafuta timu mwanangu. Karibu niweke na bet na hii anapo. Basi chafu ilishafiti ukasema fresh. Draw hii lazima tuongeze bwana. Mpira unauma. Lack of a better word, I have stupid friends. Wanakupigia simu kabisa. How was the game, my brother? Mshikaji wangu Joshua kule Shaibu in Chelsea. Lilia. Lipandika mpira unauma. Lilia basi. Jezi azivaliki jezi. Azivaliki. Lakini ilikuwa jana mnasupportiwa wengi sana mfunge yote. Yaani hiyo support ambayo tuko nayo yani. Haya bwana. Wiza bwana. Ndivyo alivyo. Poleni bwana. Ndivyo alivyo. Utafanyaje basi? Twende basi. Usamee. Ni mambo ya dunia. One more thing. This goes to my MC tukienda. I've been meaning to say this. Si tulisema tutakuwa MC, mbona unataka lakini I've been meaning to say this. Yani my MC wanatuchokesha sisi audience. Wanatuchokesha sana sisi audience. Tunapiga makofi kila mahali. Sasa kada anaambiwa apige makofi. Tunapiga ni very innocently tunapiga. Kama yule mwingine alikuwa introduce familia yake anasema huyu mtu fulani na ndugu zake hawapigeni makofi. So I was like, okay. Sasa kuwa tu ndugu. Kwa familia tu. Mtu ndugu yake anapiga makofi. Je, ingekuwa mzazi tungenunua gari hapa? Familia tu. Kwa huyu ni brother, huyu ni dada zake. Makofi tayari. MC tu ndio mahali ambapo tunafaa tupige makofi bwana. Lakini if you need MC, we are here. We can do the job. We can do it. Basi tunakuja wawili. We can do it. Tufanye kazi vitivyo. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike. Kwa heshima na taadhima sana. Usisahau kusubscribe na usisahau kulike. This is Tukutane Podcast.